Niombe. Baba yetu na Mungu mwenye uweza na ni Mungu mwenye nguvu, uhimidiwe na uinuliwe na upewe sifa na utukufu, kwa kuwa wewe ni muweza na ni Mungu mwenye nguvu. Tazama wakati huu na sahihi tena, ninapomweka chini ya uwepo na mamlaka yako mtumishi wako, anapoenda kusema nasi, kamata kinywa chake na akili zake na ufahamu wake na ulimi wake, ili Mungu uweze kunena wewe mwenyewe, nasi Bwana tuko tayari kupokea sawa na mapenzi yako, nikiomba na kuamini katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Amen. Tunaangalia kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwanza kabisa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ikiwa mtu aliyeokoka ili aendelee kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu, anatakiwa abatizwe ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umeokoka, umemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ambaye wewe ufanani na yule mnyang'anyi wa mkono wa kuume wa Bwana pale msalabani, ambaye alipata nafasi. Vijana wa kisasa wanasema alipata zari. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipata zari yeye. Pale akapata neema ya kuwa na Kristo paradiso. Kwa hiyo yule mimi sikuona anabatizwa sehemu yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala sikuona amejazwa Roho Mtakatifu sehemu yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maadamu umeokolewa na bado unaendelea kuishi na Mungu amekupa nafasi ya kuendelea kuishi, lazima ubatizwe ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ili uweze kuishi maisha ya ushindi, lazima ubatizwe ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na ukishabatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, ndio sasa unaongozwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Ndipo sasa unatembea kwa maongozi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi tumeangalia, kuna kitabu ambacho tumeangalia cha Matendo ya Mitume sura ya 13 kuanzia mstari ule wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume kuanzia sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza. Tunaona kwamba huko Antiokia kulikuwa kuna walimu pamoja na manabii, si ndio Lakini Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa ajili ya kazi niliyowaitia. Kwa unaona hapo, Roho Mtakatifu ndio ambaye anasimama na kanisa, na ndio anayesema na watu, ndio ambaye anafanya wito, ndio anayeita watu kwa ajili ya kwenda kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio aliyetuita na ndio anayetupa kutuongoza tuweze kusonga mbele. Haleluya. Roho Mtakatifu ndio anayetoa karama mbalimbali. Hapa tutasoma kitabu kile cha Luka cha waraka wa kwanza wa Korinto kuanzia sura ya 2 mstari wa 10 mpaka 16. Tumeweza kuona kwamba Roho Mtakatifu ndio ambaye anayechunguza mafumbo ya nani? Mafumbo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tunaposoma neno la Mungu, nani awezaye kuweza kulifafanua neno la Mungu? Haleluya. Tunapopata maono ambazo ni lugha za kiroho. Haleluya. Maono ama ndoto ambayo imekuja lugha ya nini? Lugha ya kiroho, kama ile lugha ambayo aliipata Petro. Naikumbuka pale ambako Petro alipata maono, ilikuwa ni lugha ya nini? Ilikuwa ni lugha ya kiroho, ambako aliona shuka linashuka, kitambaa kinashuka chini, lakini ndani yake kikiwa kina wanyama walio najisi na wale wanyama wasiokuwa najisi. Na akasikia sauti inamwambia ashuke achinje ale. Na yeye Petro akajibu kwamba yeye hajawahi kula kamwe kitu kilicho nini? Kilicho najisi. Na sauti ikamwambia, alichokitakasa Bwana usikiite wewe najisi. Ile ilikuwa ni lugha ya nini? Lugha ya kiroho, kwa sababu mbele ya Petro palikuwa na tukio linakuja mbele yake. Palikuwa na mtu wa mataifa ambaye alikuwa anakuja mbele yake, wanakuja kwenye ile nyumba ili Petro aweze kumweleza yampasayo kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani amepokea wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni fumbo ambalo Roho Mtakatifu anasema kwa njia ya nini? Njia ya ndoto. Kwa hiyo inaweza yakatokea maono, mafumbo. Mungu akakuwekea fumbo, wa kukusaidia kufumbua hilo fumbo ni Roho Mtakatifu.
Haleluya. Kuna neno unaweza ukalisoma kwenye maandiko matakatifu na neno bado likawa ni zito, ni kama ulielewi. Wa kukufafanulia hilo neno na hilo fumbo ndani ya neno ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ndo anayetoa karama za Roho. Hii unaipata kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza. Hiyo utaipata hapo. Yeye yule amgaye kila mmoja kwa kadiri ya nini? Kwa kadiri apendavyo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndo anayegawa karama mbalimbali ndani ya kanisa, ndani ya huduma. Tumeona karama za kuponya, anayetoa ni nani? Anayetoa ni Roho Mtakatifu. Karama za kutoa unabii, tunaona anayetoa ni nani? Anayetoa ni Roho Mtakatifu. Karama za kupambanua aina za lugha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo na yenyewe ni nini? Ni karama ambayo anaitoa Roho Mtakatifu. Lakini vile vile kuweza kutafsiri ndoto. Haleluya. Ndio hapo tukasema kwamba unaona maono, unaona ndoto ama unaona chochote, lakini Roho Mtakatifu atakusaidia. Lakini yupo mtu vile vile ambaye amesimama ana uwezo pia wa kuweza kutafsiri ndoto kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yupo mtu pia ambaye ana hiyo karama ambayo unaweza ukamwambia ikiwa na hiyo karama na akakusaidia kukuambia maana halisi. Haleluya. Ya kile ulichofanya nini? Kile ulichoweza kukiota wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaachilia nini? Anaachilia zile karama mbalimbali. Kwa hiyo mtu anapojazwa nguvu za Roho Mtakatifu, anapewa neema, anapewa nafasi ya kuweza kutembea sasa kuzifanyia kazi zile karama. Tuliona ile majuzi wale watu ambao walikuwa wamejifungia kwa ile hofu ya Wayahudi, na Roho Mtakatifu alivyowajaza ndani yake walisambaa wote, kila mmoja akaenda kufanya kile ambacho Roho Mtakatifu anamjalia kufanya. Kama ni kuhubiri, mitume wakaenea wakafanya kazi ya Mungu na kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walijazwa nguvu za Roho Mtakatifu ambaye aliwapa neema ya kufanya nini? Ya kusonga mbele, ya kuendelea kumtumikia Mungu katika kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ule umuhimu wake wa mtu kuweza kujazwa Roho Mtakatifu. Lakini sasa hasa kuongozwa na yeye Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu haishii tu katika kutenda hizo kazi, kwamba Roho Mtakatifu anaishia labda nimenena kwa lugha au nimehubiri nimeishia hapo. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anaendelea kuishi na wewe kila siku. Anaendelea kusema na wewe katika kila kitu. Haleluya. Anaishi na wewe kila. Tukajaribu kuzungumza changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kasema kuna watu ambao wao wanaweza kueleza changamoto za kiroho, lakini changamoto za kimwili hawawezi kufanya nini? Hawawezi kuzieleza. Lakini Roho Mtakatifu anashughulikia kila kitu katika maisha yako. Bwana Yesu anashughulikia pia roho yako. Kwa hiyo kuna watu ambao tumemwekea mipaka kwamba huyu atakuwa anaishia katika shughuli za kiroho. Kwa hiyo sasa changamoto ya mwilini itakapokuja, mtu yule anaanza kuhangaika, anakosa msaada, hawezi kuelewa nini cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kushughulikia changamoto zote. Kwa sababu ili tumtumikie Mungu, tunahitaji miili yetu hiyo ni miili yenye afya, si ndio Na hatuwezi kusema Mungu angalii mwili. Haleluya. Hilo la kusema Mungu angalii mwili, anayesema sijui amelitoa sehemu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mwili ndio unaotoa tafsiri ya nini kipo ndani ya roho. Kwa sababu mwili ni kasha ambalo limebeba nini? Limebeba roho. Na maandiko yanasema jinsi alivyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo nje. Kwa hiyo sasa usiseme kwamba Mungu aangalii nini? Aangalii mwili, wakati mwili wangu mimi kama utapata madhara yoyote, manake siwezi kutumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili wangu kama leo ungeugua ama ningekuwa siwezi chochote, nisingefika hata huku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anaangalia mwili, anahakikisha kabisa afya iwe salama ndani ya nini? Ndani ya mwili, ili uweze kumtumikia ukiwa sawa sawa. Kwa hiyo Mungu anaangalia mwili. Haleluya. Mungu anaangalia nini? Anaangalia mwili. Anashughulika na masuala yako wewe pia ya mwilini. Kwa sababu kama mwili utaachwa,
mwili utaachwa, roho yako kama itafata mwili, manake utakufa kiroho kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwili lazima uangaliwe. Haleluya. Mwili lazima uangaliwe kwa sababu mwili unatoa majibu. Mwili unatoa majibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mwili usingekuwa unatoa athari moja kwa moja katika roho, basi Yesu asingeweza kuuzungumzia mwili. Asingezungumzia mwili. Tunaelewana? Ikiwa Yesu akasema mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye rohoni. Unaona, Mungu Yesu Kristo anaanzia wapi? Kwa sababu yule aliyemtazama ameangalia mwili, ya kuangalia roho. Roho inaonekanaje sasa? Haleluya. Roho inaonekanaje? Roho ya yule baba utaionaje? Roho ya yule mama utaionaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ulichotamani sio roho, ila ni nini? Ni mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huo mwili ndio unaweza ukaleta hasi kwenda kwenye, ukaleta madhara kwenda kwenye nini? Kwenye roho. Haleluya. Sehemu nyingine Yesu akasema, nini kinachomtia mtu unajisi? Bali ni maneno mabaya, maneno machafu, uongo, fitna ama matukano. Yale maneno utakapoyaongea yatakawa yametoka nje ya nini? Nje ya mwili, tayari yamekuingizia unajisi katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuko pamoja. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anahusika na miili yetu. Ndio maana hasa ikifika changamoto ya mwilini, anahitaji kutoa msaada, sisi tumemwekea mipaka kwamba hapa hutaki kufika. Na vivyo wengi wanashindwa na kuanguka. Haleluya. Roho Mtakatifu anahusika nazo. Kwa hiyo mshirikishe. Masuala ya kuwaza, masuala ya chakula ni masuala ya mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwaza nile nini, nivae nini, ninywe nini ni masuala ya mwili. Mwili ndio unaotaka kunywa na kuvaa. Haleluya. Anayehusika na hivyo vitu ni Roho Mtakatifu. Anahusika navyo, na ndio maana akasema msiangalie mle nini, mnywe nini na mvae nini. Hawalimi wala hawaweki kwenye magara, lakini Mungu huwalisha hao ndege za angani. Na maua ya kondeni yamesonga vema, yamevishwa, Mungu yavisha. Je, nyinyi sio zaidi ya hao ndege wa angani na maua ya kondeni? Bwana Yesu asifiwe sana. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kabla hujavaa, hebu muulize Roho Mtakatifu. Uone katika tiki au atakwambia weka pembeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kukwambia weka pembeni. Kabla hujainunua nguo, mshirikishe Roho Mtakatifu. Mimi nataka ninunue hii suruali, nataka ninunue hili gauni kwa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inastahili? Itaweza kunistiri? Tuko pamoja? Itaweza kunistiri? Roho Mtakatifu na kawaida tu yote inakubalika. Ukiona imekataa, piga pembeni, tafuta nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anahusika kwenye mwili. Kwa hiyo ili ujiepushe na hizo changamoto, na ndio maana tumekuwa na kanisa ambalo lina changamoto nje ya mwili. Kwa sababu kuna mipaka. Unaweza eleza shida za rohoni kwa baba hapa mchungaji, nilisema siku hiyo. Lakini shida za mwilini huelezi. Halo? Bwana Yesu asifiwe sana. Huelezi. Lakini una shida za mwilini. Je, utatatuaje changamoto hizo za mwilini? Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kuhusika. Iwe ni kazini, iwe wanaosoma wako katika mabweni ya shule. Na tunajua kabisa wanaosoma labda sekondari ama wapi huko, ambao wanafikia umri wa kuwa teenager wale, tunajua ni Wakristo, ni waamini waliookoka. Vijana wanakutana na changamoto nyingi sana ambazo zinakuwa ni katika mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Zinakuwa katika, na zinapokuwa katika mwili kwa sababu Roho Mtakatifu hawajajifunza namna ya kumshirikisha na kwenye hizi changamoto, wanajikuta wanaishia pabaya. Na ukiuliza unaambia huyu ni mtoto wa mzee wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtoto wa nani? Ni mtu wa kanisa, ni mtoto wa mchungaji, ni mtoto wa fulani, ni mtoto wa askofu, lakini angalia hali yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amefikia katika ule umri pale, na akashindwa kujua huu umri naweza nikatafsiri vipi kineno, kimaandiko, na Mungu anasemaje katika eneo hili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwili umefikia stage ambapo unahitaji chakula, ule chakula.
na wewe unasikia njaa, lakini sio muda wa kula chakula. Sasa unatakiwa ufanyeje? Halo? Halo? Unakula nini? Haleluya. Ukitamani kukaa rohoni, utakaa sawa rohoni. Kaa rohoni na kusubiria huku mwili nje. Ukitoka tu tunakutana. Halo? Nataka kula, lakini muda wa kula bado. Saizi ni muda wa kusoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda wa kusoma. Kila jambo lina wakati, lakini njaa inauma kwa kijana hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Njaa inauma. Anahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Nini kifanyike wakati kabla ya wakati? Haleluya. Amen. Ili wakati ukifika huwe katika wakati sahihi. Kwa sababu kabla ya wakati ni kukwamisha ndoto zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unataka kuja kuwa dokta. Wewe unataka kuja kuwa mtu fulani, profesa. Wewe unataka kuja kuwa engineer. Wewe unataka kuja kuwa polisi. Wewe unataka kuja kuwa nani? Kwa hiyo una ndoto. Haleluya. Sasa zile ndoto ukila kabla ya wakati zinakatikia pale pale. Halo? Halo? Njaa inauma. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni changamoto katika mwili, na Mungu anahusika nazo vipi? Ndio kitu cha kutathmini hicho. Tulijifunza kwa Yusufu, tukaona Yusufu ametokea mke wa Potifa, na kwa wastani unazungumzia miaka ya kina Yusufu hiyo. Wakati huo wastani wanasema wenda kawa kwenye miaka 17, 18. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wakati anauzwa na ndugu zake ilikuwa ni wastani wa 17. Kwa hiyo hatujui amekaa na kina Ishmaeli, wana wa Ishmaeli kwa muda ule mfupi wakamuuza kwa Potifa, ilichukua na muda gani? Na siku anakutana na mke wa Potifa alikuwa amefikia wakati gani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama awe na 18, awe na 19, awe na 20, bado umri mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yusufu alichokiangalia, tukasema kwamba alichokiangalia, aliweka samani. Aliweka nini? Samani ya Roho Mtakatifu aliyoko ndani yake. Na akisubutu kula chakula kabla ya wakati wa kukila, Roho Mtakatifu kaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yusufu toka akiwa teenager, toka akiwa huko chini mpaka kafika hapo, mpaka alipofikia hapo, alikuwa tayari ameshakomaa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana yule mama aliona ameshakomaa. Lakini Yusufu alichoangalia ni ile samani. Ukisubutu kuingia mara moja na Roho Mtakatifu kaondoka. Usifikiri ndio kwamba ataendelea kuwepo. Ndio tunakuwa na lile kundi la pili. Bwana Yesu asifiwe. Mmeshakosana na Mungu, mmeshakosana na Roho Mtakatifu, hamna mahusiano tena wewe na Mungu. Umebakia kuwa egesheo, ama umebakia tu kuwa ni mtu ambaye unaingia na kutoka, unaingia na kutoka, unafanya kila kitu kilichopo kanisani, lakini ndani ya moyo wako unajua kabisa mwelewani na Mungu, mmegombana, mmeachana mbali, hamsemezani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Samani ya binti, samani ya baba, samani ya mama ipo ndani ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unalinganisha usamani wa wewe kutembea na Roho Mtakatifu na tukio lililosogezwa mbele yako. Halo? Kwa sababu unaweza ukasafiri na ukaenda mbali na mji wako, ukaenda mbali na mke wako, ukaenda mbali na watoto wako, ukaenda mbali na mchungaji, ukaenda mbali na mzee wa kanisa. Huko ulipofika umekutana na watu wasiomjua Mungu, na wote mnalipwa mshahara wa aina moja. Bwana Yesu asifiwe. Na mshahara wenyewe wakati mwingine kundi lote linaongozana, linaelekea wapi? Linaelekea baba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Angalia ukiwa huko mbali na mchungaji, mbali na wazee wa kanisa, ni Roho Mtakatifu ambaye uko naye, ambaye ndio uko naye huko, na ndio anayekusemesha kwa kila kitu. Kwa lazima uangalie usamani wake.
Uthamani wake unampoteza kwa sababu ya kitu gani? Kina thamani kiasi gani? Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wenyewe aliangalia, Yusufu aliangalia thamani, na vijana wanapaswa kuangalia ile nini? Ile thamani. Lazima tuushinde ulimwengu, na kushinda ulimwengu tumejazwa Roho Mtakatifu. Kwa sisi lazima tuushinde ulimwengu. Maandiko yananiambia baada ya mitume kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu, walipokuwa wakielekea mahala, wale watu wakasema, wale wanaopindua ulimwengu wamekuja mpaka huku, inatakiwa ipite wasaa tunapokanyaga mahala popote waseme wale wapindua ulimwengu wameingia hata hapa. Haleluya! Pigia Bwana Yesu makofi. Inapaswa ifikie hiyo stage, watu waseme wale watu wapindua ulimwengu wamekanyaga Mtwara, wamekanyaga Lindi, wamekanyaga na Chingwea, wamekanyaga Iringa, wamekanyaga kwenye visiwa vya Mafia. Wale wapindua ulimwengu wamefika hata huku. Nipigie Yesu Kristo makofi ya juu. Inatakiwa ifike stage, tuonyeshe tumeushinda ulimwengu. Vile watu wanavyovishindwa, sisi tuonyeshe vinawezekana. Lazima tumthibitishe Mungu wetu kwa ukuu wake. Lazima tumthibitishe Mungu kwa mamlaka yake. Mungu wetu sio wa historia. Yeye yu hai. Yu hai leo, yu hai kesho, yu hai milele. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Lazima tumthibitishe Mungu wetu aliye mkuu. Lazima tumthibitishe kwamba yule aliyempiga Farao kwa mapigo 10 tuko naye leo. Kama aliweza kufanya mana jangwani, anaweza kufanya hata leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama aliinua marehemu aliyekufa kwenye malango ya Naini, mtu aliyekufa akainuka, sembuse jambo dogo, sembuse jambo dogo la kushinda ulimwengu. Kama Yesu nilionaye alimtoa Lazaro aliyekaa siku 4, ananuka, ameoza, ameanza kutoa funza. Huyo Yesu nilionaye leo hawezi kushindwa jambo dogo. Kofi na vigelegele. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu tulionaye ni mkuu. Na Mungu wetu anajibu kwa moto. Hawai wala chelewi wala kawii. Anajibu kwa wakati. Hata leo hata kujibu kwa wakati. Hata leo utajibiwa jambo lako. Hata leo utapokea jambo lako. Yeye anajibu kwa wakati. Haleluya. Hawezi kushindwa na jambo dogo. Amen. Unauliza kuishi bila kufanya zinaa. Unauliza mbele za Mungu aliyemfufua yule kile kijana wa Naini, wa mama mjane. Unauliza Yesu nilionaye. Yaani unauliza juu ya huyo Mungu mkuu aliyefanya mikate michache na samaki wachache, watu maelfu wakala, watu maelfu wakala wakasaza. Unauliza kuhusu chakula. Unazungumzia chakula au unazungumzia nini? Juu ya jambo dogo mbele za Mungu atendaye matendo ya mambo makuu. Haleluya. Huku ndio kushindako ulimwengu. Amen. Huku ndiko kushindako ulimwengu. Amen. Roho Mtakatifu awe ndani yako. Amen. Utashinda ulimwengu. Ndio. Utashinda ulimwengu. Ndio. Ulimwengu hautakushinda. Wewe ndio utaushinda ulimwengu. Ndio. Maana imeandikwa, kanisa liko juu ya mwamba, na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Haiwezekani pepo akushinde wewe. Haiwezekani majini akushinde wewe. Wakati hiyo ni kuzimu, haiwezi kukushinda wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana hawezi kushinda. Ni dogo sana. Jambo lako dogo la kumbatia Mungu. Amen. Jambo lako dogo sana wewe la kupata neema ya kwenda kusoma scholarship. Amen. Hiyo jambo dogo. Hilo kujenga nyumba jambo dogo. Amen. Jambo dogo sana hilo kununua gari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Bwana ni jambo dogo. Mungu wetu ni Mungu wa kufanya mambo makuu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Tutakuwa nimeishia